Tariki baba. Mama. Mwanangu. Tariki amka. Tariki. Mwangwe. Tariki kipenzi amka. Tariki babangu amka. Tariki. Tariki wewe. Wewe unajitia wenda azimu unajitia utaila sieti. Hiyo michezo ambayo unacheza wewe mwanzo nilichezaga enzizo, sawa? Kwa hiyo wewe ulifikiri ulivyoanguka hapa mimi ndachanganyikiwa, ndatetereka, ndaumia sieti? Kwa taarifa yako wewe hufe wakuzike sijui kufanyaje, sijali chochote. Upo baba? Na mwisho na mwanzo hii michezo yako ambayo unaileta hapa isije ikatokea tena. Tunaelewana? La sivyo hapa kwangu utahama. Unanisikia wewe? Kwa nini? Mbona niangalia hivyo? Hizo nguo. Baba, hapa kwenye hizo nguo chache. Na ni kwa sababu nimechoka. Na nina safari zangu pia. Ndani kuna nguo hivi. Ningeamua kuzikusanya kukuletea hapa, ungezifua zote. Na ukimaliza kuosha hivyo vyombo hivyo, hizi nguo uzifue. Na sio uzifue tu, zitakate. Nizikute zimetakata. Sio nifulie kama ufue nguo yako. Tumeelewana? Afu usiniangalie kwa sura ya huruma hivyo, unajilizaliza. Sipendi. Yaani kwa sababu ukijiliza, mimi kwangu unaniambia nipige. Yaani ukiwa unalia, mimi nasikia unaniambia nipige ndakuzibua. Sawa? Ukimaliza kuosha vyombo na kufua nguo, dela ice cream nimekuwekea pale. Uchukue ukauze. Kuna ice cream za shilingi 5,000. Isipotee hata 100. Tumeelewana? Ikipotea hela, nitachokuja kukufanya hata utaki kusimuliwa. Kwa sababu wewe unanijua. Na nikirudi hapa nikute kazi zote hizi umeshamaliza. Sio nakuja hapa na kutama vyombo michafu, nguo ndio sio unaanza kufua. Ndakuumiza. Tumeelewana?
Unajiliza unajua ndashtuka. Si shtuki, siumii popote. Hebu niachie huko. Shati umevaa la kike, suruali umegeuza, peku peku unatembea wewe barabarani mtu mzima. Alafu kuyalazimisha mapenzi ni sawasawa na kusukuma gari bovu ukiwa ndani yake. Nakupa onyo la mwisho. Koma taratibu mtoto, usinizoe kipumbavu pumbavu. Nitakusukuma kanumba wewe kaka wewe. Utuamini macho yako. Na yeye midevu kama Usama. Yaani kichwani mwako uko smart kabisa. Unanitaka mimi Neema, eti nakupenda wewe. Koma. Lakini Neema, mimi kosa langu lipi hapo? Nimekosea wapi? Nimekosea kukupenda? Mimi nakupenda Neema. Mimi nakupenda, yani mpaka Mungu mwenyewe anajua kama nakupenda. Mimi nakupenda sana Neema. Sijui nikwambie lugha gani ili uweze kunielewa. Mpaka nyumbani pale sasa hivi watu washajua. Kila nikilala Neema. Nakupenda Neema. Au unataka nipige kelele hapa mtaani kote wajue kama na mimi nakupenda? Nipige kelele? Mimi nakupenda. Alafu ukizungumzia kuhusiana na mavazi haya, hivi ni vitu vya kawaida. Mimi nalinda brand. Hii ni brand, hizi ni kodi. Kama kina Chibu tu na kutembea peku. Haya mambo ya kimbui. Nikisema hivyo Wapogolo Wangindo wanaelewa. Mambo ya kimbui. Nyinyi Wachaga mwezi kunielewa mimi. Kwa hiyo usijali, mbona wakina Mlisho Mpoto wanatembea peku? Hamsemi. Mimi nalinda brand. Sasa nisikilize. Mimi nakupenda sana Neema. Na kama utashindwa kunielewa, mimi nitatumia nguvu. Nitatumia gharama yoyote ile ili nikupate. Mtoto mzuri kama wewe. Toto la kwenye video, toto. Nikikuangalia na kuona kama yani sijui kama malaika. Umenielewa Nimekuelewa. Umenielewa. Kama umenielewa sawa. Hivi vitu sio vya kugombana. Hivi vitu ni mimi na wewe tukae tuyaongee, tuyajadili, tuyamalize kama watu wazima. Lakini unakuwa mtu unazungumza mtaani wanatuona kama wajinga. Mpumbavu wewe. Neema. Sasa umenielewa nini? Jamani mimi huyu mtoto ananichanganya. Yani amekuwa ananipelekea moto tu. Kila nikija nikiongea naye yeye ananipelekea moto kama tuna share sijui nini. Masuala ya mapenzi ndio masuala ya kugombana, kuaibishana hadharani, tunapigizana makelele. Yaani huyu mimi nitamuelewesha taratibu mpaka ataelewa. Ninakuwa nalazimisha masuala ya kupendana, tunalazimishana. Mimi nimeshachoka. Huyu atakuja kunielewa tu siku moja, mshenzi huyu. Hivi wewe unashindwa kukaa chini na unamwezea ukamshauri Ama uone yule mtoto anavyoteseka? Nani hapa mtaani asiyojua mtoto anavyonyanyasika? Tena ananyanyasika haswa. Jaribu kuvaa viatu vya yule mtoto. Just imagine sasa, angekuwa ni mtoto wako kumzaa, ungeumia kiasi gani? Alafu unataka sasa yule mtoto akiona njiani akuhitaji, akuite baba, mjomba ama nani, ingali hata kumtetea tu unashindwa. Unashindwa kukaa chini na rafiki yako kumshauri? Sikiliza wewe. Kila mtu na maisha yake. Na mimi siwezi kufuatia maisha ya kila mtu. Kumbuka wewe mtoto unamzungumzia, yule ni mama yake.
Tena sio mama yake tu, ni mama yake wa kumzaa. Kwa hiyo mimi sina msaada wowote. Na kama imekuuma, nenda ustawi wa jamii kwa washtaki. Yaani ulivyokuja kugonga geti langu, nikajua utakuja kunielekeza vitu vya msingi. Kumbe unakuja kuniambia mambo ya kijinga kama haya. Sikia, kabla sijachafukwa, toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Mganga, mimi nimekuja hapa, nimeshachoshwa na mtaa wangu. Maana kila mtu ananiongelea mimi mabaya. Nikipita huku mama Tariki, nikienda huku mama Tariki. Kiukweli nachoka. Eti wanasema mimi namtesa mwanangu. Mimi naweza nikamtesa mwanangu wa kumzaa mwenyewe kabisa? Sasa mganga, mimi mwanangu simtesi. Mimi namfundisha maisha. Hata kesho na kesho kutwa akioa huko wakamsaidia mkewe kazi ndogo ndogo kama kupika, kufua, kuosha vyombo, Lakini wananiambia mimi namtesa mwanangu. Sasa mganga, nimekuja kwako, naomba unisaidie mambo haya. Jambo la kwanza, naomba unipe dawa. Yoyote atakayeniongelea mimi, iwe kwa mabaya, iwe kwa mazuri, apate na ugonjwa wa upalanta. Yaani awashwe mpaka akate viuno. Neema binti, maliza yote. Sasa kwa nini? Sawa mganga. Na kingine, nijisemee ukweli kutoka moyoni mwangu. Mimi mwanangu hata simpendi. Yaani namchukia. Mtoto kanitumbukia nyongo yule jamani. Kwa hiyo baba, nilikuwa nakuomba unipe hata dawa ya kufanya hata zezeta hivi. Kama taila. Ikiwezekana afe kidogo kidogo. Yaani taratibu. Sawa. Shika. Umeliona hilo yai? Utaenda kuvunja njia panda. Kabla ya kuvunja, utanuia mambo yako yote unayotaka. Alafu utavunja. Jambo lako litakaa sawa. Umenielewa? Ndio nimeelewa mganga. Umeiona hii? Umeiona? Shika. Utaenda kuchanganya kwenye maji. Kisha aoge. Na jambo lako hili litakaa sawa. Umeelewa? Hey! Kionaji lelo kangamale. Imba! Kionaji lelo kangamale. Imba! Kionaji lelo kangamale. Unaweza kwenda. Alhamdulillah. Mama, mimi wataka nikupashe habari hivyo. Mwanao ageuka Firauni. Yaani mwanao amtesa mwanahe. Hapa nishaletewa taarifa na watu 3. Kila mtu amuongelea yeye. Na wanasema, mama, hebu nisikilize. Ni kweli hayo mambo ni kweli, mwanao hayafanya. Ampiga mwanae, amfanya mwanae kama kindiki. Sasa hawa watu 3 hao, kila mtu hajanambia mie. Hajanambia hataenda mshtaki huko kwenye serikali. Sasa wewe kama mzazi, kaa naye mwanao, mwambie ahache huo ufedhuri. Yaani sio kitu kizuri hivyo. Ujue kesho na kesho kutwa mama hataja huwa yule mtoto. Atafungwa. Mwanao atafungwa mama.
Mihe muda huo nitaangalia tu kwa macho. Nani Mihe? Hapana mama, hapana. Mihe nikienda kule mwanao tutazozana tu. Hakuna cha maana yoyote tutachokifanya. Unamjua. Ndo hivyo mama, Mihe hata siwezi kwenda. Wewe nenda ongea naye mwanao, kaa naye chini. Ahache huo ufedhuri. Haya mama, sawa. Sawa. Yaani jamani, ndugu yangu amebadilika kabisa. Yaani mwanzoni hakuwa hata hivyo. Yaani toka mumewe tu haondoke, yeye kawa kizaizai, kawa shetani. Jamani ndugu yangu, apatwa na nini hivyo? Haukalogwa. Maana Waswahili, umtana una Waswahili huu. Mungu wangu, naomba muepushe ndugu yangu mie. Muepushe na watu wa umta. Mama yako nimemkuta? Hayupo. Huyu dada wa ovyo kabisa. Yaani nguo zake yeye anakufurisha wewe kabisa. Inamwingia kabisa akilini. Hivi ni mama aina gani ambaye anaweza kumfurisha mwanae nguo zake? Umri huo? Hapana. Na mimi sidhani yule dada kama mamako, sidhani. Nasema hivi, kwa mwenyekiti lazima ataenda tu. Elangu lazima atanilipa. Yes, kamwaga mboga, mimi na mwagogo tunakosa wote. Hapana kwa kweli. Nisikize kwa makini. Mimi na wewe tunaelekea kwangu. Mamako atakufuata kwangu. Sasa hapo ndo tutapojua mbichi na mbivu. Tuondoke.